Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watu wengi wanafikiri wanajua asili ya ndoa yenye mafanikio katika Uislamu, lakini ukweli ni kwamba kuna jambo dogo sana ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alilifanya na mke wake ambalo watu wengi hawalifahamu, na jambo hilo linaweza kubadili jinsi unavyoona ndoa yako. Kabla sijakwambia ni nini, fahamu hii: Uislamu haujaweka ndoa kuwa mbali au baridi. Kinyume chake, Uislamu unasema baada ya audhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa min ayatin an khalaqa lakum min anfusakum azwajan litaskunu ilayhi wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma in fi dhalika laayati liqaumi yatafakkarun, katika surat Ar-Rum sura ya 30 aya 21. Lakini swali ni hili: je, mke na mume wanaweza kuoga pamoja katika Uislamu? Wengi hudhani ni haramu, wengine huona ni jambo la ajabu, lakini ukweli wa Uislamu ni tofauti kabisa na dhana nyingine watu wanazofikiri. Leo tutajifunza si tu jawabu, bali pia mfunzo kubwa la kuimarisha ndoa. Katika Uislamu, mke na mume wanaruhusiwa kuoga pamoja. Hili si jambo jipya, bali lilifanyika katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imepokelewa katika hadithi sahihi Bukhari na Muslim kutoka kwa Aisha radhiallahu anha, alisema, nilikuwa nikioga pamoja na Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kutoka kwenye chombo kimoja. Hii inaonyesha wazi ni halali, ni sehemu ya maisha ya ndoa, haipingani na maadili ya Uislamu. Lakini ni muhimu kuelewa, hii ni kati ya mume na mke tu, ndani ya faragha ya ndoa. Uislamu haujaweka ndoa iwe baridi au ya umbali. Ndoa sio tu sheria, bali ni mapenzi, ukaribu, amani ya moyo. Kwa hivyo vitendo vya upendo ndani ya ndoa vinaruhusiwa kisheria, kuimarisha mawadda na rahma, mapenzi na huruma. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mfano bora katika ndoa. Alikuwa na tabia ya upole kwa wake zake, ukaribu wa kihisia na kimwili ndani ya mipaka ya halali, kutoleta aibu isiyo ya lazima katika wanandoa. Hadithi ya Aisha radhiallahu anha kuoga pamoja naye inaonyesha jambo muhimu. Dini ya Uislamu haikatai upendo wa asili kati ya mume na mke, bali inauweka ndani ya mipaka ya heshima na usafi. Leo hii ndoa nyingi zinakosa kitu kimoja kikubwa: umbali wa kihisia, kukosa urafiki wa karibu, kuona ndoa kama wajibu tu badala ya uhusiano wa upendo. Lakini Uislamu unafundisha kwamba ndoa ni sehemu ya utulivu, sehemu ya mapenzi ya kweli, sehemu ya kusaidiana kiroho na kimwili kwa halali. Vitendo vidogo vya ukaribu kama kuoga pamoja kwa heshima na faragha vinaweza kuongeza uaminifu, kuondoa baridi ya mahusiano, kujenga urafiki wa kweli ndani ya ndoa. Ni muhimu kukumbuka, hii ni kati ya mume na mke tu, lazima iwe katika faragha. Inapaswa kufanywa kwa heshima na adabu, si tu kitu cha kuonyeshwa au kuenezwa hadharani. Uislamu ni dini ya usawa, inatufundisha upendo lakini pia heshima. Kwa hiyo jibu ni wazi, ndiyo, mke na mume wanaweza kuoga pamoja katika Uislamu, na ni jambo lililothibitishwa na hadithi sahihi. Lakini zaidi ya hilo, funzo kubwa ni hili: ndoa mafanikio si ya sheria tu. Ndoa yenye mafanikio si ya sheria tu, ni mapenzi, huruma na ukaribu wa kweli. Kama ujumbe huu unaweza kusaidia hata ndoa moja ikaimarika, basi usiache ukapita hivi. Subscribe ili upate mafunzo yanayosaidia kujenga na kulinda ndoa kwa mapenzi na maridhiano. Share video hii kwa mtu mmoja unayemjua ambaye anaweza kuhitaji ujumbe huu leo. Allah atujalie ndoa zenye mapenzi, huruma na baraka. Acha comment amin, andika ndoa yangu iwe na baraka, ili tuombe pamoja.